chama chenu wanakisapoti watu wa CCM, watu wa Chadema, watu wa UDP, watu wasio na vyama. Kwa hiyo wewe ni mwenyekiti wa chama kikubwa sana katika wilaya, lakini wachache wako ambao hawatutakii heri nyinyi na sisi. Lakini kweli tutumie madhaifu ya watu wachache wanyime haki watu wengi? Hii ingekaa kama kususa, basi ningesusa mimi. Kuna watu wananipiga kabisa, naambia tutangu ningesusa. Lakini leo tumepokea barua kutoka kwa mkurugenzi wilaya Mafia, amesaini mwenyewe akituelekeza chama cha mpira kwamba tumpelekee orodha ya vilabu vilivyosajiliwa na visivyosajiliwa, kwa sababu baraza la michezo linataka kufuta vikundi vyote. Sasa miongoni mwa vilabu ambavyo vitakuja kufutwa ni pamoja na Morning Club. Kwa matusi ambayo wananitukana Morning Club, nilikuwa kama mwenyekiti, ningepaswa kunyamaza kimya, nikatuma vilivyofanya uchaguzi vikaenda maana vestini. Baadaye kija Rungu ningewakuta Morning Club. Lakini mimi ni mwenyekiti wa wilaya, naongoza watu wenye elimu kuliko mimi, naongoza watu mambukungu, naongoza wavuta bangi, naongoza vichaa, naongoza watu wapumbavu kabisa, lakini naongoza watu welevu. Makundi yote hayo nayaongoza mimi. Sasa wewe una position kwamba hiki kikundi kiko wapi, huyu yuko wapi, yuko wapi, lakini unaongoza na watu wema na watu waovu. Mimi baada ya kupata barua hiyo, nimewatafuta viongozi wa Morning Club leo, nimekaa nao kikao, nimewambia mimi sina baya ninyi, mimi naongoza mpira, kuna barua hii someni 1, 2, 3. Msipofanya uchaguzi mkatuletea hii Morning Club tunaifuta, hatuna mtandao. Na ningekuwa na bifu na nyinyi nisingewambia, ningefika siku nikapata rungu, lakini mimi naongoza mpira, sikutumia hiyo hasira. Sasa kama utatumia hasira za mara moja, sikungoma jana, lakini inakuja ligi watakuwa tutagoma tena, watafanya vinakuja tutagoma tena. Uongozi wa watu wa Mafia ni watu wa Mungu, watu wameridhika, sisi ndio tunatakiwa kuridhika. Mimi jana nilifikia kusema kwamba mpira wa jana kama ningekuwa mimi naomba kwa Manafu usingevunjika, ili narudia Manafu. Kama ningekuwa mimi au Manafu usingefanya nini? Usingevunjika. Kwanza wameniambia nije kuvana maamuzi, niwaombe radhi ili ligi ile mheshimiwa diwani iendelee, kwa sababu kutoendelea kwa ligi ile pale athari zifuatazo zinapatikana. Jambo la kwanza, kwa kuwa mheshimiwa diwani ile ligi alikabidhi chama cha mpira, basi taonekana chama cha mpira kimefeli. Lakini jambo la pili, mkurugenzi wa Chama cha Mapinduzi na mipango yake, kwanza anawapa pole, pili anawaomba, na akasema hata kama ikiwezekana yeye kuja iko tayari wakati wote kwenye kikao kumpigia mkurugenzi wa Chama cha Mapinduzi. Anasema mheshimiwa diwani alikuwa pale katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye sera ya michezo. Hivyo basi kutumalizika kwa ligi hii utasababisha aibu kwa Chama cha Mapinduzi, ambayo yeye anaripoti ilikuwake hapa, akiwa anampigia simu, anaripoti na kujivunia kwamba na wanajinasibu kutoka wilaya zingine kwamba Chama cha Mapinduzi kinatekeleza ilani kwenye swala la michezo. Kwa hiyo hiki kama itafika hapa ikafa hapa, ni aibu kubwa kwa Chama cha Mapinduzi. Ndio pale kama takaradi kwa vile
kweli na mimi, lakini najua ile tunaongoza kina nani. Mtu hivi unamtolea unasababisha yeye mambo yake yafanikiwe, lakini bado tunaona kwa hiyo katibu kujua nafsi kuombe mimi hii kama mimi niseme hili tumelipokea na tuko tayari kuendelea na michezo, na wale wa chini wanafanya kutokana na sisi huku tunavyoelekeza, na kauli yetu sisi ndio kauli ya chama, na kama kuna mwamuzi wote ataipangiwa ataikaidi hapa, tunaanza naye huyo tunaanza naye, kwa sababu kuna maagizo mengi hapa ya kuwatekeleza na tumekuwa mengi tukiyaongea. Sasa hivi sasa kuna muda sasa katibu kufanya kwa vitendo, kwa barua, ulishatoa tangazo refu la mazoezi leo, kwa tangazo la mwisho asifanya mazoezi tunalima, yaani zawadi zisiwepo, ni kwa tubaki na waamuzi watatu, tuonekane mafia hakuna waamuzi, tupo katika mchakato wa kuzalisha waamuzi wapi, lakini sio kila mtu mwamuzi alishapitia anakuja tupa ndege, mimi mwamuzi mwisho wa siku anakuja kutuaibisha hata ndani ya mchezo. Mtu kamshika ngili pale, tutaona kabisa yuko kwa sababu ya mazoezi. Tunakuja kwa maana yake wanakuja kupata wote kocha kwanza, tuingie kwenye mchezo tulipokea kama vilivyopangwa na kwanza. Kwa hivyo lakini sasa hivi kwa kosa ambalo linaonekana aidha ni la uzembe wa mwamuzi, sisi kama flat tuangalie namna gani ambavyo ile inatokea, sababu nyingine hata kumsimamisha mstari ionekane kuna vitu vinafanyika, ili sasa tuonekane tunapotekeleza, tunapoomba tutendewe haki na ule wajibu wetu tuonyeshe. Unajua ni mpaka chama kinakuja, yaani hapo ni mzazi katika kuomba mtoto sio kwa darasa, yaani ni mzazi katika kuomba mtoto hapa jaji aliyesema mashindano au nani ndio mwana mwenyekiti na uongozi mzima wa famu. Sisi tunapokea na waamuzi wangu wako tayari kuendelea na mchezo. Ya mwenezi wa CCM atawashukuru sana, nimefanya jambo la busara, maana ni busara, lakini ni kwa ajili mwenyekiti. Ile ligi inaendeshwa na kamati maalum ambayo imechaguliwa. Sasa kamati watu wengi wamekimbia kwa watu hawa, lakini mimi kama mwenyekiti wa chama cha mpira au katibu wa chama cha mpira akifika pale, kwa kuwa amekaimisha madaraka yote kwa kamati, si vema mwenyekiti akainuka pale akaenda kugombana na mchezaji au mkapewa kadi nyekundu akatoka kwa mwenyekiti, nipo nende nikamtoe, wakimpiga wako sahihi kwa sababu sio kazi yangu. Lakini kutokana na kuepuka hilo ni kuabidi mwenyekiti sambamba na kamati. Sasa chama cha mpira kitaingia miguu mingi kuhakikisha huu winga hautokei tena. Hatuwezi kuwazuia watu kumpiga mtu, lakini kwenye eneo la mabenchi na ujinga mwingine wote. Sasa chama cha mpira kuna watu wangu nitawaingiza kwenye kamati, watakuwa wanajipa ripoti kila siku, na watu hao watakwenda kama kamati ya masaa